Bwana Yesu asifiwe. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kila anapotupa nafasi ya weza kushirikishana ujumbe ambao Mungu anakuwa anakusudia tuweze kushirikishana. Ni wakati mwingine, ni muda mwingine ambao liko neno ambalo Mungu ameweka ndani yangu ili niweze kukushirikisha. Neno la Mungu linasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Na mimi ninaposimama mahali hapa, sio kwamba nasema kila ambacho mimi nataka nikilete kwako, bali ninasema kila ambacho Mungu anatamani nikilete kwako. Kwa hiyo hili ni neno la Mungu kwa ajili yako. Na kama jinsi ambavyo tunahangaika kutafuta chakula cha kimwili, kama namna ambavyo tunahangaika kuhakikisha miili yetu inakula, inashiba, pia kumbuka tunaishi katika maisha ambayo tunaishi katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho. Mwili yetu inahitaji chakula ili iweze kuishi. Pia roho zetu inahitaji chakula iweze kuishi. Kwa hiyo neno la Mungu ni chakula cha roho. Kwa hiyo ninapoleta hili neno, jua kwamba na tambua kwamba hili ni neno la Mungu kwa ajili ya kulisha roho yako. Kwa hiyo jiandae kula ili upate kitu cha kukusogeza, ili upate kitu cha kuweza kuhakikisha roho yako inakuwa na nguvu ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo na tamani ni kushirikisha neno au ujumbe unaosema umuhimu wa kutafakari neno la Mungu. Umuhimu wa kutafakari neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwenye maisha kuna mambo mengi tunapitia. Kuna vitu vingi tunaviona vinatokea kwenye maisha yetu. Kuna aina ya maisha tulionayo. Kuna utofauti wa mtu na mtu. Hayo yote yanasababishwa na nini? Ni kwa namna jinsi tunavyotafakari. Kutafakari kwetu ndiko kunapotengeneza aina ya maisha tulionayo. Tunatofautiana maisha kwa namna tofauti. Kwa nini? Huyu anatafakari hiki na huyu anawaza hiki. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tunatofautiana kwenye kutafakari mambo, ndiko kuna kutengeneza tofauti ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka kubadili namna unavyoishi, maisha ya mtu yanabadilika au yanabadilishwa kulingana na mambo yale anayoyatafakari. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 na ule mstari wa 8, anasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake, upate kutenda sawasawa na kile kilichoandikwa humo, ndipo utakapoifanikisha njia yako, na ndipo utakapostawi sana. Haya ni maneno Mungu alikuwa anamwagiza mtumishi wake Musa, mtumishi wake Yoshua, wakati amepewa kazi ya kuliongoza kundi la wana wa Israeli kuvuka na kuingia kuimiliki ile nchi. Kwa hiyo Mungu akawa anampa maelekezo, anampa maelezo ya namna ya kuliongoza lile kundi, kwamba ili aweze kuifanikisha njia yake, ili aweze kustawi, ili aweze kuweza kufanikiwa, lazima neno la Mungu alipe muda wa kulitafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafakari neno la Mungu ni muhimu sana. Kutafakari neno la Mungu sana. Ngoja nikwambie kitu. Kile unachokipa muda wa kukitafakari kwenye maisha yako, ndicho kinachoendelea kutokea kwenye maisha yako. Chochote unachokifanya kuwa sana kwenye mawazo yako, maana yake unakijengea mazingira ya kuendelea kuishi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine kwenye maisha yetu huwa hayatuachii. Kuna mambo mengine yameendelea kwa sehemu ya maisha yetu, ni kwa sababu tunayapa muda sana kuendelea kutafakari. Kuna wengine tunapitia kwenye ishu ya madeni, ishu ya magonjwa, ishu ya misukosuko mbalimbali, malezi, familia, kindoa. Ni kwa nini? Kuna vitu hivi havituachii au vinaendelea kuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu tunavipa nafasi sana, tunavipa muda mwingi wa kutafakari. Bwana Yesu asifiwe sana.
Labda nikwambie, wakati mwingine unaposema kutafakari inawezekana usielewe. Kutafakari maana yake yani ni kuendelea kutamka jambo na kulirudia au kulitazama jambo na kuendelea kulifikiria na kuendelea kulifikiria. Sasa unapoendelea kulitafakari jambo au ukiendelea kulitafakari jambo, au tuseme hivi, unapolisikia jambo na kulisikia linaingia kwenye mawazo yako, unaendelea kutafakari. Kadri unavyoendelea kulitafakari linaingia moyoni mwako, na likiingia moyoni mwako linakuwa sehemu ya maisha yako. Nirudie, jambo lolote unalolisikia mara kwa mara, ukalisikia, kadri unavyolisikia linaingia kwenye mawazo yako, unaanza kulitafakari. Kadri unavyolitafakari linaingia ndani ya moyo wako, na kilikiingia ndani ya moyo wako linageuka kuwa sehemu ya maisha yako. Liwe ni jambo zuri au ni jambo baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ndio maana nakwambia hivi, chunga sana kile unachokisikia, chunga sana kile unachokiwaza. Mara nyingi watu wengine, kuna magonjwa hawezi kutuachia. Kwa nini? Tumeyatafakari sana, yani unayatafakari mpaka unalia. Unatafakari, yani ukienda kulala unatafakari hilo, ukiamka unatafakari hilo, na hayo matatizo mengine yamegeuka kuwa sehemu ya maisha yetu, kwa sababu tumeyapa muda sana na tumeyapa nafasi sana kwenye mawazo yetu. Labda nikwambie kitu kingine, iko hivi, kadiri unavyotafakari jambo kwa muda mrefu, ukitafakari jambo kwa muda mrefu, maana yake unali-download, yani unalipakua au unalihamisha kutoka kwenye mahali popote lilipokuwa au mahali lilipo, unaliweka moyoni. Yani ni kama vile kutafakari ni kama unaposoma neno la Mungu, ukilisoma ukalirudia ukaanza kulitafakari, maana yake unaanza kulibeba, unaanza kulidownload ili likae moyoni, kwa sababu ili kitu kiweze kufanya kazi kwenye maisha yako ni lazima kwanza kikae moyoni. Ili jambo lolote liweze kufanya kazi kwenye maisha yako lazima ikae moyoni. Ndio maana ile Warumi sura ya 10 mstari wa 10 nasema, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Maana kwa moyo, maana kitu chochote ambacho kiko ndani ya moyo wako kinakupata, yani kinakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo jambo lolote unapolitafakari kwa muda mrefu, maana yake unalibeba, unalichukua na kulikalisha moyoni, na likishakaa moyoni linageuka kuwa sehemu ya maisha yako. Yani linaanza kulani automatically. Unapoamka ndilo linageuka kuwa sehemu ya maisha yako. Maana yake hata uitafakari, hata usipolitafakari, likishakaa moyoni ndilo litageuza kuwa yani litakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa nini? Liko moyoni. Kitu ambacho kiko moyoni kama vile program ambazo tayari umeshadownload kwenye kompyuta, ukifungua lazima utaona zitaanza kurani. Kuna kompyuta ambazo kuna program kwenye kompyuta ambazo zina run automatically ukishaifungua. Kwa nini? Ulichukua muda wa kuzidownload ukaziweka kwenye kompyuta. Hata kwenye simu zetu za smartphone, ili application yoyote iweze kurani kwenye simu ni lazima uchukue muda wa kuidownload. Kwa hiyo sasa tunasema kudownload ni kama vile unapokuwa unatafakari pale, una download na unahamisha ile program au application kuitoa kwenye Play Store kuingiza kwenye nini? Kwenye simu. Sasa kutafakari kitu maana yake ni kuhamisha kitu ili kiweze kurani kwenye kompyuta yako au kwenye simu yako. Kwa hiyo sasa kutafakari ni kama vile unahamisha kitu mahali kilipo kije ndani ya moyo wako kianze kurani kwenye maisha yako. Kwa hiyo kikiwa ni kitu kibaya, maana yake kitu kibaya kitaendelea kurani kwenye maisha yako. Ndio maana kuna watu wengine wanapitia magonjwa ambayo tayari wao wamesha download, yanakaa ndani ya moyo wao, wanaona ni sehemu ya maisha yao, wanaona huu ugonjwa utaniua. Kuna watu wengine maisha yamekuwa ni namna ambavyo walivyo. Kwa nini? Kuna vitu wameviweka moyoni ambavyo walivipakua mahali, sasa viko moyoni, vinarani automatically na vimegeuka kuwa sehemu ya maisha yao. Ndio maana Mungu akamsisitiza Yoshua kwamba kitabu hiki cha Torati, Biblia, isiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku.
ndipo utakapo na upate kutenda. Anasema ndipo utakapofanikisha njia yako, na ndipo utakapofanyaje, ndipo utakapo stawi sana. Kwa hiyo kustawi kwetu na kufanikiwa kwetu kwenye ufalme wa Mungu inategemea na neno la Mungu tumelipa muda wa kiwango kipi wa kulitafakari. Je, una muda gani wa kulitafakari neno la Mungu ili liweze kukufanikisha katika njia zako? Je, kati ya neno la Mungu na changamoto ulizonazo ni kipi unakipa muda mwingi wa kutafakari? Watu wengi changamoto haziishi kwenye maisha yetu kwa sababu tunatafakari zaidi changamoto kuliko neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadiri unavyolitafakari neno la Mungu ndivyo linavyokufanikisha, ndivyo linavyokustawisha katika maisha yako. Sasa kwenye kutafakari neno la Mungu ziko faida mbalimbali. Ziko faida mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Utapata faida gani kwenye kutafakari neno la Mungu? Ngoja kwanza nikwambie. Neno la Mungu, kumbuka neno la Mungu ni Mungu. Biblia inasema, soma ile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1, anasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ni Mungu. Na ukisoma Mwanzo 1:26 anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Kama neno la Mungu ni Mungu, basi sasa kama sisi kama watu, basi na sisi ni neno. Kwa hiyo Mungu akasema hivi, tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Kwa hiyo kumbe Mungu ni neno. Sawa sawa na Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Na akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Kwa hiyo kama Mungu ni neno na sisi ni mfano wa Mungu, basi na sisi ni neno. Kwa hiyo sasa ili tuweze kustawi katika haya maisha inabidi turudi kwenye neno, kwa sababu uasi wa mwanadamu alipotea baada ya kuliasi neno. Kwa sababu dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Uasi ni nini? Ni kutenda kinyume cha neno la Mungu. Kwa hiyo sisi tuliliasi neno. Kwa hiyo dhambi na maisha ya mwanadamu yalipotea pale alipo achana na neno. Kwa hiyo Mungu alitumba kwa mfano wake ambaye ni neno, na sisi tulipoasi tuliliasi neno, tulienda mbali na neno. Kwa hiyo tukawa mbali na neno. Kwa nini kulitafakari? Kutafakari neno ni kulipa tena nafasi neno kwenye maisha yetu. Yaani ni kuingia kwenye neno tukawa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulitafakari neno ni kufanya neno likutengeneze urudi kwenye nafasi yako. Kwa sababu tulipoasi tuliliasi neno. Kulitafakari neno ni kurudi kwenye neno, kuwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya kwanza kutafakari neno la Mungu. Faida ya kwanza ya kulitafakari neno la Mungu. Faida ya kwanza ni hii: kurudi kwenye nafasi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kuishi maisha, au niseme hivi, faida ya kwanza ya kulitafakari neno la Mungu ni kuishi maisha yaliyo sawa sawa na neno la Mungu. Ni kuishi maisha yale ambayo Mungu ameyakusudia uyaishi. Biblia inasema kwa kusoma Habakuki na kusoma hata kwenye Waebrania, hata kusoma kwenye Wagalatia, anasema hivi, kila mtu ataishi kwa imani yake. Kwamba tunaishi, kila mtu ataishi kwa imani. Imani nini? Imani ni neno la Mungu lililofunuliwa kwa mtu. Hivyo Biblia inasema hivi, kila mtu ataishi kwa imani yake. Imani ni nini? Imani ni neno la Mungu lililofunuliwa kwa mtu. Kwa hiyo sasa neno la Mungu lililofunuliwa ndio linakupa kuishi maisha sawa sawa na vile Mungu alivyokusudia. Anasema hivi, kila mtu ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo swala la imani ni swala la mtu binafsi, ambapo Mungu anamfunulia mtu binafsi kile ambacho Mungu anakusudia kwenye maisha yake. Faida ya kwanza kulitafakari neno la Mungu ni Mungu kukufunulia mpango wa maisha yako hapa duniani. Ni Mungu kukufunulia kusudi la kuishi kwako hapa duniani. Ndio faida ya kwanza kulitafakari.
kulitafakari neno la Mungu, kwa sababu kwenye kutafakari ndipo tunapata ufunuo. Kwenye kutafakari neno la Mungu ndio tunapata ufunuo, ambapo huo ufunuo ndio unatengeneza maisha mapya, namna ya kuishi. Tunatofautiana maisha kwa sababu tunatofautiana imani. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kila mtu ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo neno la Mungu, kulitafakari neno la Mungu linakupa kufunuliwa kusudi la kuumbwa kwako, kusudi la kuishi kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na muda kulitafakari neno la Mungu. Wengi tunatumia muda mwingi kutafakari mambo ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu, yako kinyume na neno la Mungu. Ndio maana mara nyingi kumekuta tunaishi maisha ambayo yapo kinyume na vile Mungu alivyokusudia. Kwa hiyo jitahidi sana. Jitahidi sana. Soma neno la Mungu. Pata muda wa kutafakari. Punguza kutafakari changamoto. Wengine tunatafakari changamoto mpaka tunafikia hatua ya kulia. Hii haiwezi kukusaidia. Mafanikio yetu yapo kwenye neno la Mungu. Mafanikio yetu yapo kwenye kulisoma neno na kutafakari. Soma hiyo Yoshua 1:8 itakusaidia sana. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Maana yake kuna kulisema, namna unavyolitamka. Yaani maana yake wewe unasema neno. Maana yake unakuwa unalitafakari. Kadiri unavyosema yale maneno yanaumbika kwenye maisha yako. Lakini ukisema unaendelea kutafakari. Kwenye kutafakari ndipo tunapata ufunuo. Kadiri unavyotafakari jambo unapata ufunuo. Unapata kile kilichokuwa kimefungwa kinafunuliwa. Kumbuka neno la Mungu linafunuliwa. Neno la Mungu ni ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jitahidi sana. Pata muda kusoma neno la Mungu. Pata muda wa kulitafakari neno la Mungu ili uweze kujua kwa nini unaishi hapa duniani. Mungu atakufunulia mpango wako wa kuishi kwako na aina gani ya maisha. Usiishi kwa kukopi maisha ya watu wengine. Kila mtu anaishi kwa imani yake. Ndio maana hatufanani. Hata kama ni mapacha. Wote tuna fingerprint tofauti. Wote Mungu ametutofautisha. Wote waliokwisha zaliwa, watu wote waliokwisha kutangulia mbele ya haki, hakuna mtu ambaye mnafanana. Kwa nini? Kila mtu ataishi kwa imani yake, na umeletwa duniani kwa kusudi lako binafsi. Kuna kitu ambacho umekibeba tofauti na watu wengine. Kwa hiyo sasa unahitaji neno la Mungu linaloweza kutofautisha sasa na kusudi la Mungu ambalo Mungu ameweka ndani yako. Maisha yako ni tofauti na maisha ya watu wengine. Kila mtu ataishi kwa imani yake. Hiyo ni faida ya kwanza ya kulitafakari neno la Mungu. Neno la Mungu. Faida ya pili ya kulitafakari neno la Mungu ni kufanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya pili ya kulitafakari neno la Mungu, ile sura ya Mungu, ni kurudisha ile sura ya Mungu kwenye maisha yako. Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, manake sisi tumeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu na kwa utukufu wa Mungu. Tulikuwa na sifa kamili ya kuitwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametuumba kwa mfano wake. Lakini kilichotupoteza baada ya dhambi kuingia, tukapoteza ile sura ya Mungu, tukapoteza mfano wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema, kuna mahali anasema kwenye Isaya, anasema mawazo yangu sio kama mawazo yenu. Na haukuwa mpango wa Mungu kwamba sisi mawazo yetu na mawazo ya Mungu yawe tofauti. Mpango wa Mungu kwamba mawazo yake na mawazo yetu yawe kitu kimoja. Lakini dhambi ilipoingia ikatutofautisha mawazo. Sisi tukawa na mawazo tofauti. Kwa nini? Neno lilitoka ndani yetu. Tukua na, yani dhambi ilisababisha hata mawazo yetu na mawazo ya Mungu yawe tofauti. Kwa hiyo kulitafakari neno linarudisha na kurejesha uungu wetu. Linarejesha ila kutafakari neno kunarejesha picha ya Mungu, kunarejesha uungu, kunarejesha utukufu kwenye maisha yetu. Kwa nini? Ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Neno la Mungu linatuambia kwamba tutabadilishwa tufanane na ile picha ya kioo. Neno la Mungu ni kioo ambacho sisi tunakitazama
na kurudi kwenye nafasi, na kurudi kwenye uungu, na kurudi kwenye picha ya Mungu. Manake neno la Mungu ni kioo. Neno la Mungu ni kioo ambapo tunajitazama, alafu kupitia kile kioo tunafanana na ile picha ya kioo, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, na Mungu mwenyewe ni neno. Kwa hiyo sisi tunapotaka kurudi kwenye asili ya sura yetu na mfano wetu, lazima turudi kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo sasa tunarudije? Kwa kulitafakari. Kumbuka iko hivi, Mathayo 4:4 anasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Chakula unachokula ndicho kinakutengeneza wewe uwe wewe. Aina ya chakula unachokula ndicho kinakufanya uwe wewe kama wewe. Wewe ni nani? Wewe ni neno la Mungu. Unapokwenda nje ya neno la Mungu, maana yake unakwenda mbali na wewe halisi. Uasili wako wewe ni neno la Mungu. Kwa sasa unapokuwa mbali na kulitafakari neno la Mungu, unakuwa mbali na wewe. Unajitenga na asili yako. Wewe asili yako ni Mungu. Na Yesu akasema, "Ninyi ndinyi miungu na wana wa Mungu aliye juu." Lakini uungu wetu unategemea na kiwango cha neno lililozama ndani ya mioyo yetu. Kile kiwango kinavyozidi kuzama na kupata ufunuo, maana kile neno linaendelea kukutengeneza. Unazidi, ile picha ya uhalisi yako inarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo faida ya pili ya kulitafakari neno la Mungu ni kurejesha asili ya Mungu ndani yako, ni kurejesha uungu kwenye maisha yako, ni kurejesha picha ya Mungu kwenye maisha yako, ni kurejesha mamlaka ya Mungu kwenye maisha yako. Ile picha inarudi, kwa sababu kumbuka, sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Sisi ni picha ya Mungu. Ile picha inarudije? Kwa kupata nafasi na kukaa na kulitafakari neno, kwa sababu kadri unavyolitafakari neno linakupa ufunuo. Ule ufunuo ndio unakurudisha kwenye nafasi yako, kwa sababu ule ufunuo utakufunulia wewe ni nani. Biblia inasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo maana yake kutafakari kunafungua macho yako ya rohoni, unaanza kujiona wewe ni nani. Kadri unavyojiona sasa, uhalisia wako unarudi, unaanza kujitambua kwamba mimi ni nani. Neno la Mungu ndilo linalokutambulisha. Unajua kuna watu wengine tumeshatambulishwa na vitu vingi tu. Pengine ni mwanafunzi unatambulishwa na walimu, au pengine wanafunzi wenzao kwamba wewe ni bwege, uelewi, wewe ni si chochote, mbumbumbu. Na sisi tunayaamini hayo maneno. Unajikuta tumegeuka kwa sehemu ya hayo maisha. Pengine kwenye familia unakuona wewe si chochote, si lolote. Lakini je, neno la Mungu linakuonaje? Je, neno la Mungu linasemaje kuhusu wewe? Kwa hiyo tunapokaa kwenye neno la kulitafakari, linakupa kujijua wewe ni nani. Linakupa kujua kwamba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaanza kujiona wewe halisi. Pointi ya tatu. Kutafakari kunaileta nuru kwenye maisha yako. Tafakari neno la Mungu unatiwa nuru. Ukisoma ile Zaburi 119 mstari wa 105 nasema, neno lako ni taa na mwanga wa njia. Maana neno la Mungu ukilitafakari linaangazia njia zako. Yaani linakupa macho ya moyo wako, yanaanza kutiwa nuru. Biblia inasema, ukisoma Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 nasema, macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Yanatiwaje nuru? Kupitia kutafakari. Kwenye kutafakari ndipo macho ya moyo yetu yanatiwa nuru. Unajua sisi tuna macho ya mwilini na pia tuna macho ya rohoni. Inawezekana macho ya mwilini wewe unaona, lakini kumbe wewe ni kipofu wa macho ya rohoni. Ndio maana Biblia inasema macho ya moyo yenu yatiwe nuru. Kwa hiyo nuru tunaipataje? Ni kupitia kulitafakari neno. Kulitafakari neno kunalifungua. Kumbuka kuna andiko, kuna neno. Andiko ni kile kilichoandikwa, lakini neno ni ile ufunuo ulioko ndani ya lile neno. Kwa hiyo tunapopata ufunuo kile kilichoandikwa na ndani ya andiko, ndio maana Yesu aliwafunulia wale watu akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Yesu aliwafunulia wale watu akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Kwa hiyo kwenye kulitafakari neno, akili zetu zinapata ufunuo, tunaweza kuelewa maandiko. Na ile maandiko tunapoyaelewa, sasa
tunapata nuru sasa kwenda mbele. Unajua mambo mengi sisi kama wanadamu tulikuwa tunafanya kwa kubahatisha, tulikuwa tunafanya kwa kupapasa. Unajua neno la Mungu linasema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zetu. Kwa tumepofusha fikra, kwa vitu vingi tunafanya kwa kupapasa. Kuna vitu vingi tunafanya kwa kupapasa. Kwa nini? Hatuoni. Macho ya yetu tayari yamepigwa upofu. Kazi ya dunia, kazi ya adui shetani ni kukupiga upofu. Usione, usielewe, usijijue, ujidharau, ujiende mimi sio chochote, si lolote. Ushindwe kujua kama mimi ni mwana wa Mungu. Ushindwe kujua kwamba mimi ni nani. Uanze kujidharau. Ni kama vile wana wa Israeli kwenda kupeleleza ile nchi, wakaanza kujiona kwamba ni mapanzi. Ni kwa nini? Walipigwa upofu. Hawakuweza kujua kwamba Mungu aina, hawakupata nafasi ya kutafakari kujua kwamba aina ya Mungu aliyonao. Pengine hata kukumbuka shuhuda za nyuma za kujua Mungu amegawa bahari ya Shamu, Mungu alilisha jangwani. Kwa hiyo kitu wakawa kwa kushindwa kutafakari, macho ya mioyo yao yakatiwa giza, jicho lingine likafunguliwa. Kwa hiyo kutafakari neno kunafungua jicho la tatu, kunafungua jicho la rohoni. Kwa hiyo nikuombe mtumishi wa Mungu, nikuombe mwana wa Mungu, pata nafasi. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Sema neno, tafakari neno, omba neno. Neno la Mungu ni muhimu sana. Kwa sababu hata kwenye maombi bila neno Mungu hayo maombi yajibu. Anasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, omba. Kwa hiyo kumbe hata na maombi yenyewe yanahitaji kwanza tukae kwenye neno, tulitafakari. Omba sana, tafakari sana neno la Mungu, soma neno la Mungu sana, hiyo itakusaidia. Naomba kwa leo tuishie hapa. Tutakuja kuendelea na kipengele kingine katika somo linalokuja, sehemu ya pili. Mungu akubariki sana. Amen.